Yes, wadau, ni siku nyingine tena. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunipa afya na uzima. Ikiwa nipo hapa mjengoni kwangu kama unavyoona, na hapa ndo najiandaa kutoka, nakagua mlango, fresh hapo nimefunga. Sasa ndo naelekea nje kwenda kufanya tour kwa sababu nimemwomba wife anitembeze kidogo nikaangalia hali ya nje. Sasa hapo ndo natoka naenda kuangalia hali ya nje. Kuangalia Marekani inasemaje kwa sababu hapo mimi bado ni mgeni. Naenda kuangalia maisha ya nje yanasemaje wakati wa barafu na ni vitu gani ambavyo watu wanafesi. Kwa hiyo ndo kama unavyoona hali ya nje, barafu inashuka hiyo kama mvua, na nje kama unavyoona ipo kila sehemu. Sasa hapo ndo najaribu kufunga mlango ili mradi kwa ajili ya kutoka kufanya tour kidogo hapo nje, kuangalia mazingira ya mtaani kwetu. So nitakuonyesha sehemu zote ambazo nitakazokuwa napita natembea. So hapo tunaelekea kwenye gari, kwa hiyo huwezi ukatembea kwenye barafu sababu hali sio hali. Japo kuna watu wanaishi hivyo hivyo ambao wameharibu maisha yao na sheria zao. Wanaishi hapo wanaishi nje na wanakabiliana na barafu, lakini ambaye ana sheria zake na zimekamilika ndo kama hivyo anaishi ndani, anatembelea kipando, ana gari lake, ana maisha yake. So kama unavyoona hapo tunajiandaa kutoka. So hapo nimetoka kidogo kwenda kufungua mlango. Nimeshafungua mlango, sasa hapo ndo naufunga kwa ajili ya kuondoka. Guys, haya ndo maisha ya Marekani. Asikwambie mtu kwamba ukiachana tofauti na kazi na vitu vingine, lakini kitu ambacho wewe lazima expect ukija Marekani ni kuja kupambana na hali kama hii. So kama wewe ni mgonjwa, huwezi kukabiliana na hali kama hii, kwa kweli utapata tabu sana. Ila amini kwamba Mungu yupo na unaweza ukasurvive kwa hali yote, kwa sababu nisiupangie kwamba huwezi ukaja kusurvive. Unaweza ukasurvive. Hapo nimerudi kwenye gari kwa ajili ya kuanza safari. So guys, hali ndo kama unavyoona nje, na hapo tupo barabarani. Barafu inashuka kama mvua. So lakini hapo tupo kwenye highway. Lakini hapo kwenye highway nimeona kwamba kuna gari nyingine ambazo naona kama ni za serikali, sijui ni za wapi, zinafanya usafi kama vile kumwagia chumvi ili mradi ile barafu isigande sana barabara, na kwa sababu huwa ikiganda inakuwa kama inateleza. Kwa hiyo unakuwa hata kama ukitaka kushika breki unakuwa huwezi, unakuwa unateleza. Ndio maana hata hapo speed limit ambayo ya kutembea barabarani ni 55. Kwa hiyo unaweza pia ukapunguza mwendo ili mradi kupunguza ile kasi au kupunguza ule mwendo usije ukapata ajali. Kwa hiyo huwa watu wanatembea sana na kwa tahadhari ikifika kipindi kama hicho, kwa sababu huwezi ukajua kitu gani kitatokea mbele. Labda mwenzio anaweza labda kapata hitilafu mbele, na kama unavyojua sehemu ambapo speed unavyojua kwamba speed inapokuwa ni kubwa na unatembea sehemu ambapo panateleza, kwa unaweza muda wote unaweza kupata hitilafu ama ajali. So watu huwa mwendo wana balance. Kwa hiyo haya ndo maisha ya Marekani, na hivyo ndio vitu ambavyo utavi-expect. Na hii hali ni hali ambayo usiotabirika, haswa kwenye huu mji ambao ninaokaa mimi. Huu ni mji ambao muda wote kama sio mvua ni barafu, kama sio barafu ni mvua. Kwa hiyo jua lina kipindi chake, lakini haswa kwa kipindi hichi ambapo nilichokuja mimi walikuwa wanasema kwamba barafu imeisha, lakini ndo nashangaa mpaka sasa hivi tena bado najaribu nazidi kuiona kwamba so hayo ndo maisha ya nje. Kama unavyoona imetenda kila sehemu, lakini haiwazui watu kufanya safari hapa na pale, huku na huku. Watu wanatembea kama kawaida. Hivyo. So hiyo ndo tour ambayo niloifanya leo, na hayo ndo mazingira ambayo niliyokutana nayo leo, niliyoyaona
kwa siku ya leo. Ya ndo kama unavyoona kila nyumba imezungukwa na barafu, juu chini, gari, miti, kila kitu. Na sio baridi ya mchezo, hata kwenye gari unapokuwa unatembea uwezo ukatembea bila kwenye anaita hira. Yale ni kama yani ya kutoa joto, ili mradi usipate ile athari ya barafu. Kwa hiyo ule ubaridi sio unakupiga sana, ndio maana yale wametengeneza mahita kwenye gari kuweza kutoa joto, ili mradi kumaffect mtu sana, kwa sababu kuna watu wengine barafu baridi hawaiwezi. So vitu kama hivyo ndio maana kama kuwatengenezea watu mahita. Ndio maana ukaona hata kwa nchini kwetu kule unakuta gari nyingine ndani zina IC. Mtu nje kuna joto lakini wewe ndani hauna wasiwasi, upo kwenye gari safi na unaenjoy safari. Ya hivyo, so na huku tena wamewatengenezea hali kama hiyo. Kwa hiyo ndani unakuwa una heater na pia una IC unakuwa unawasha. So hiyo ndio tour yangu ya leo, asanteni sana. Niwatakie